Bwana, karibu mtazamaji wetu wa Bigana TV. Niko sambamba na semaji anajiita komando wa Simba Sports Club. Hapa tuzungumze mara tu baada ya kufika Eswatini, na sasa hivi kikosi cha Simba Sports Club tayari kimeanza mazoezi ya kwanza kuelekea mchezo wao dhidi ya Nsingizini tarehe 19. Semaji kwema? Kwema. Mbona kama una furaha? Nimeona umenunua nguo mpya za safari. Nguo mpya hizi semaji? Uzifahamu. Safari ina mipango yake. Unachekesha watu, angalia huko. Umejipanga? Bwana, asante. Umependeza. Wewe una baya. Tuambie bwana, tumeshuhudia kikosi hapa kimeanza na mazoezi, lakini pia tueleze safari ili kuwaje kutoka Dar es Salaam, Johannesburg mpaka Eswatini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama. Safari ndefu ya masaa 12, lakini hatimaye tumefika salama. Safari ilianzia Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Johannesburg, baadaye kutoka Johannesburg mpaka Eswatini. Tukafika hapa majira ya saa 3 usiku sawa na saa 4 kwa sasa nyumbani Tanzania. Moja kwa moja tukaelekea hotelini, vijana wakapata muda wa kupumzika, na asubuhi ya leo tumeamkia katika uwanja wa Samukhololo kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Nsingizini. Ni jambo la faraja kuona tumepata nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi husika. Tutafanya mazoezi leo, tutafanya mazoezi na kesho, kwa hiyo tutakuwa tumeuzoea walau uwanja kwa 80%, na hii itatupa sisi nafasi ya kufanya vizuri katika mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Tumeshuhudia hapa mwalimu kwa mara ya kwanza anaanza rasmi kazi yake ile ambayo imemleta, tukiachana na michezo ya kirafiki. Mwalimu anafanya mipango yake vizuri ya kuandaa vijana wake, na of course vijana wanapokea kile ambacho mwalimu anawaelekeza. Kumekuwa na mapokezi mazuri kwa wachezaji kwenye yale ambayo mwalimu anawafundisha, na of course amepata muda walau wa takriban wiki 2 wa kukaa sawasawa na vijana wake kuelekeza nini anataka, mpira wa aina gani anataka, anawaelekeza kile ambacho anakihitaji. Na uzuri ni kwamba tuna wachezaji ambao wanaita yani ile wepesi kupokea vitu vipya. Kwa hiyo imemsaidia mwalimu kuweza kupandikiza mbegu zake za kiufundi